Yes, ni aje mtu wangu. Karibu tena. This is Movieflix. Kabla hatujaanza simulizi yetu, kumbuka usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na wana. Asante. Hadithi inaelezea kile kinachoweza kutokea pale mwalimu anapoanzisha mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi wake. Kile kinachoanza kama uhusiano wa kawaida na baadaye kugeuka matatizo. Yes, tufuatilie kisa hiki mwanzo mwisho, tuone nini kinakuja kutokea. This is Movieflix. Filamu inaanza, tunamuona mwanamama anaitwa Leila yuko kwa treni. Leila ana taaluma ya ualimu. Tunamuona akiwa kwenye mawazo sana. Leila amekuwa mwenye mawazo sababu ametoka kupewa talaka na mume wake hivi karibuni. Akiwa ndani ya treni, anaonekana kuwaza mbali sana. At the same time, tunaonyeshwa kijana wa kuitwa Smith akiwa chumbani peke yake, na uso wake ujionyesha wasiwasi na akili yake ikiwa mbali kimawazo. Kisha tunamuona Leila akiwasili katika shule yake mpya na kukaribishwa kwa uchangamfu na principal wa shule, ambaye pia anamtambulisha kwa wafanyakazi. Then, Leila anapewa ratiba yake na kufahamishwa kuhusu darasa atakalokuwa akifundisha, ambalo pia ni darasa analosoma Smith. Siku yake ya kwanza darasani inakuwa ya kawaida sana, lakini tunamuona bwana mdogo wa kuitwa Smith akijitenga na kutoshiriki kinachoendelea darasani. Kisha tunaonyeshwa maisha ya Smith kwa ufupi, ambapo wazazi wakiishi na Smith kwa uangalifu sana. Hii inakuja kwa sababu wazazi wa Smith wanaogopa sana Smith asijekuwa na tabia kama za kaka yake, ambaye yuko gerezani kwa sababu ya biashara ya magendo. Siku moja, tunamwona Smith akitoroka nyumbani na kukutana na marafiki zake, na tayari inaonyesha Smith ameshaanza kujihusisha na harakati kama za kaka yake ambaye yuko gerezani. Anaanza kujihusisha na kuuza dawa za kulevya, lakini Smith hafanyi hayo kwa ajili yake mwenyewe, bali ilikuwa kwa ajili ya kusaidia elimu ya mdogo wake pia, kwani wazazi wake walikuwa hawawezi kumudu mahitaji ya kielimu ya mdogo wake. Baada ya darasa siku moja, tunaona Smith na marafiki zake wakiwa wanamwongelea mwalimu wao mpya, wakisema huyu mwalimu ni wa tofauti sana, tofauti na waliopita. Baadaye usiku, Leila anampigia simu mama yake ili kujiliwaza kwa namna moja ama nyingine. Wakati huo huo, tunaona Smith akirejea nyumbani akiwa amechelewa na kumkuta mama yake akimsubiri kwa wasiwasi mlangoni. Mama anamsihi Smith aache urafiki na marafiki wenye matatizo, asije kuishia kama kaka yake. Hata hivyo, Smith anahisi mama yake anamfuatilia sana na anamfokea kabla ya kuingia kwa hasira chumbani kwake na kufunga mlango kwa nguvu. Siku iliyofuata, Smith anamfuata Leila kwa kusita baada ya darasa na kuomba msaada wa kuandika essay. Leila anakubali kusaidia na kuuliza kuhusu mada hiyo. Smith anasita na kumwambia kuwa ni mada private kidogo. Leila anamwambia sawa, ukihitaji msaada utanambia. Smith anatingisha kichwa tu na kuondoka, huku Leila anamtazama akiondoka, lakini anavutwa kando na Shannon, mwalimu mwenzake ambaye anamuonya asipoteze muda kwa wanafunzi kama Smith. Leila anajibu na kumwambia kuwa kila mwanafunzi anastahili nafasi. Siku iliyofuata, Leila anapitia mafaili ya Smith akitumaini kujifunza zaidi kuhusu Smith. Anagundua kuwa amefukuzwa katika shule nyingi kwa kupidiana, na hii inazidisha tu udadisi wake kuhusu kijana huyo. Kwa hivyo, anaamua kufanya kipindi cha mashairi darasani na kuwahimiza wanafunzi kujielezea. Zamu ya Smith ilipofika, maneno aliyoyatumia kwenye shairi yaliteka darasa zima. Yalikuwa ni ya kweli na yenye kugusa hisia za wanaomsikiliza. Baada ya kipindi, Leila anabaki na Smith na kumwambia shairi lake lilikuwa zuri sana. Jioni hiyo, Leila anarudi nyumbani na kukuta nyaraka za talaka zikimsubiri. Mume wake wa zamani alikuwa tayari ameshatia saini kama sehemu ya nyaraka hizo. Leila alizitazama kwa kitambo na kisha kuachana nazo. Siku chache baadaye, Andrew, mwalimu mwenzake na Leila, anamkaribisha kwa chakula cha jioni na Leila anakubali ombi lake. Wakati wapo katika chakula cha jioni, Leila alisikia wimbo anaupenda na kumwomba Andrew acheze. Walicheza na kucheka pamoja. Bila wao kujua, Smith aliwaona kutokea mbali na macho yake yalikuwa yanamwangalia sana Leila jinsi anavyocheza. Siku iliyofuata, Leila alimwona Smith akitoroka shule na kurudi baada ya masomo kwa ajili ya mafunzo yake binafsi na Leila. Leila alipouliza alikuwa ameenda wapi, Smith alijibu kuwa alikunywa sana usiku uliopita na kwamba alikuwa na maumivu ya kichwa baada ya kulewa. Smith alimpa taarifa hiyo Leila katika hali ya utani tu, na Leila akaelewa hilo na wakaendelea na kipindi. Baadaye usiku, Leila alipata mgeni wa ghafla nyumbani kwake. Alishangaa kumwona Smith akiwa amesimama mlangoni, huku uso wake ukiwa na michubuko. Akiwa na wasiwasi, Leila alimvuta ndani na kumsafisha majeraha yake. Alipouliza kuhusu kilichotokea, Smith alibaki kimya. Baada ya muda kidogo,
Smith alisimama ili kuondoka, lakini Leila alimzuia na kumwambia tayari ilikuwa usiku sana. Akaamua kumpeleka na gari. Wakiwa njiani, Leila anamuuliza Smith kuhusu familia yake, lakini Smith anakwepa maswali ya Leila. Wakiwa safarini, mvua ilianza kunyesha. Smith akamwambia Leila asimamishe gari na akashuka kwenye mvua. Akamgeukia Leila kwa tabasamu la kichokozi na kumuuliza kama atamfundisha jinsi ya kucheza kama alivyofanya kule baa. Leila anasita, lakini hatimaye anamfuata nje ya gari na wote wawili wakiloa na mvua. Smith alipotaka kumsogelea Leila, Leila alirudi nyuma, kisha Leila akasisitiza kumpeleka nyumbani kabla mambo hayajaharibika. Siku iliyofuata, Leila aliepuka kumpa attention Smith na Smith aligundua hilo. Tukirudi nyumbani, mama wa Smith aliona dogo ameanza kufaulu darasani na alifurahi sana kwa mabadiliko hayo. Mama alimfuata Smith na kumwambia jinsi anavyojivunia maendeleo yake, lakini Smith alichukulia kama jambo la kawaida tu na kumwambia mama yake kwamba yote yanasababishwa na mwalimu wake mpya. Mama akamwambia kwamba bila shaka atatafuta muda wa kumshukuru mwalimu huyo mara nyingine atakapoenda shuleni. Baadaye usiku, Leila alienda kwenye mtoko mwingine na Andrew. Andrew alikuwa na mvuto kwa Leila, lakini maswali yake yasiyo na mwisho na hadithi za kujisifu zilianza kumchosha Leila. Muda mfupi baadaye, Leila anaomba udhuru na kwenda toilet ili kuwa peke yake kwa muda. Bila yeye kujua, Smith alikuwa mitaa hiyo akimtazama. Alipotoka toilet, Smith akatokea ghafla na kabla hajasema lolote, Smith akamchapa busu. Leila alishtuka na wakati huo huo akajikuta amezidiwa na hisia na kumkiss pia. Kwa sekunde chache aliruhusu hisia kutawala, lakini akili zikarudi ghafla na akajiondoa haraka. Akamwambia Smith kwamba si sahihi wanachofanya, kuwa ni makosa, na kurudi kwenye kiti chake. Baada ya hapo, akili ya Leila haikuwa sawa na aliomba udhuru na kwenda nyumbani. Andrew kabaki peke yake. Then Shannon alipomwona na kumfuata. Shannon anampenda Andrew, lakini anahisi Andrew anampenda Leila. Ili atimize lengo lake, anamwambia Andrew kuwa amekuwa akimwona Smith akiwa na Leila mara nyingi. Kwa upande mwingine, bwana mdogo Smith, yeye akaona mchezo bado anaumudu na hawezi shindwa. Anaamua kwenda nyumbani kwa Leila. Anagonga na kumuita Leila ili amruhusu aingie ndani. Kwa kusita, Leila anafungua mlango. Anamuuliza, unafanya nini hapa? Smith anamwambia kuwa alihitaji kumuona. Kisha Smith anafunguka kwamba anampenda sana. Leila anamsikiliza wakati akili yake bado haiko sawa. Kisha anamjibu Smith kwamba anahitaji kukaa mbali naye na chochote kilichotokea si sahihi kabisa. Anamwambia zaidi kwamba chochote hiki kilichopo hakikuwa kizuri kwa yeyote kati yao. Licha ya Leila kuonyesha msimamo, hisia zikamzidi mwanamama. Hatimaye, dogo Smith akala mzigo kwa mwalimu wake. Panapokucha, Leila anajutia alichofanya na anamwomba Smith aahidi kwamba hatamwambia mtu yeyote kuhusu kilichotokea kati yao. Smith alikubali kishingo upande. Akiwa shuleni, Leila aliketi darasani kwake akifikiri kile kilichotokea. Then Shannon alimfuata akiwa na habari kwamba yeye na Andrew sasa walikuwa wakitoka kimapenzi. Leila alimpongeza. Kwa upande mwingine, tunamwona Smith ambaye alikuwa na uhitaji mkubwa wa pesa, akiomba msaada kutoka kwa marafiki zake, wafanyabiashara wa magendo. Akiwa shuleni, Andrew anajaribu kurekebisha uhusiano wake na Leila, lakini Smith anawasili punde na Leila anaomba udhuru ili kwenda naye kwa ajili ya masomo yake binafsi. Na hii ilimwacha Andrew akiona wivu ile mbaya. Baadaye darasani, Smith alimshangaza Leila kwa zawadi. Alimletea mkufu mzuri wa dhahabu alionunua kwa pesa alizokopa. Leila alifurahishwa na zawadi hiyo, lakini alichoka pale Smith alipomwomba wafunge ndoa. Hakujibu, alitabasamu tu ili kuepuka kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Smith aliposogea ili amkiss, alimzuia. Licha ya mipaka aliyojaribu kuweka, uhusiano wao ulizidi kukua nje ya shule. Siku moja, waliamua kufanya safari ya nje ya mji. Wakati wa safari hiyo, Smith alifunguka kuhusu familia yake na kumweleza mambo mengi Leila. Leila alipouliza alikuwa akifanya nini ili kupata pesa, Smith alikwepa swali hilo. Waliporejea nyumbani, marafiki wa Smith walitaka walipe pesa alizokuwa anadaiwa. Na kwa vile hana pesa yoyote, walimpa kazi ya kufikisha mzigo haramu mahala fulani na akakubali. Jioni moja, mama yake Smith alikuta picha za Smith akiwa na Leila kwenye simu. Bila kujua kwamba Leila alikuwa mwalimu mpya ambaye Smith alikuwa akimzungumzia, alifurahi sana kuona mwanaye ana furaha. Lakini kila kitu kilibadilika wakati wa mkutano shuleni. Leila alipokuwa akiwakaribisha wazazi, mama yake Smith alimuona na kumtambua mara moja. Akiwa sasa na hasira kwa kile alichokigundua, akamfuata Leila. Hakupoteza muda kumwambia Leila kwamba alipaswa kuwa mwalimu na si mpenzi kwa mwanaye. Leila
Alijitahidi kujieleza, lakini mama yake Smith aliwaka sana. Akamwonya Layla akae mbali na mwanawe, la sivyo ataanika siri yake. Kisha aliondoka kwa hasira wakati mkuu wa shule akiwasili. Layla akiwa mwenye wasiwasi, anajaribu kuficha jambo hilo, akimwambia mkuu wa shule kuwa mama yake Smith alikuwa na haramu na si vinginevyo. Nyumbani, mama yake Smith aliongea na Smithy na kumweleza kwamba jambo hilo linapaswa kukoma mara moja. Lakini Smithy anamwambia mama yake kuwa anampenda sana Layla na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yake. Smithy alitoka nje ya nyumba kwa hasira. Layla anajaribu kuomba ushauri kwa mama yake, lakini mama yake anakuwa mkali na kumlaumu kwamba amekwenda tu na kuvuruga maisha yake tena na kwamba amepoteza fursa yake ya kuanza upya maisha yake. Kaka yake Layla pia alielezea masikitiko yake na hii ilimwacha akijihisi mwenye makosa. Jioni hiyo, Smith alikwenda nyumbani kwa Layla tena, akimsihi warudiane. Baada ya mabishano makali, Smith akaondoka alipogundua kuwa Layla bado ana msimamo ule ule. Baadaye usiku, Smith alirudi tena, akapitisha ujumbe uliosema tu kwamba anasikitika na kwamba bado anampenda sana. Layla akashindwa kujizuia na kufungua mlango na kumkuta Smith amesimama nje akiwa na maua. Alimruhusu kuingia ndani huku akibusiana na kama kawaida Smith akala utamu usiku huo. Hata hivyo, asubuhi Layla alisisitiza kuwa wanahitaji kufikiria kwa busara na kuacha kuonana, kwani si sahihi na anaweza hata kufungwa gerezani ikiwa atafunguliwa mashtaka na mamlaka. Siku chache baada ya shuleni, Andrew aliwaona wawili hao wakizungumza na akapata hasira kali. Akichachewa na wivu, Andrew alimkuta Layla usiku ofisini kwake alipokuwa akifanya kazi. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia na Andrew akafanya naye mapenzi kwa kumlazimisha. Smith alipoona uso wa Layla una michubuko, alipatwa na hasira sana, hasa baada ya kujua kuwa ni Andrew aliyefanya hivi. Siku iliyofuata, akishindwa kujizuia, Smith alimshambulia Andrew shuleni, jambo lililopelekea polisi kuingilia kati. Hatimaye, Smith alikamatwa na kumwacha Layla katika huzuni. Smith alipoachiliwa siku chache baadaye, Layla alikuwa akimngojea nje ili kujua anaendeleaje, lakini mama yake alimzuia na kumchukua Smith. Layla aliamua kudili na Andrew ipasavyo, sababu alikuwa na videotape ya tukio alilofanyiwa na Andrew. Layla akamwambia Andrew afute mashtaka dhidi ya Smith, la sivyo atamfichua. Pia alitaka Andrew ajiuzulu kutoka shuleni hapo. Akigundua kuwa amenaswa, Andrew akalazimika kutii anachotaka Layla. Siku kadhaa zilipita bila Smith kuhudhuria darasani. Mwisho, Layla aliamua kuondoka mjini. Pale alipokuwa akifunga mizigo, Smith alitokea huku akidhani wanaondoka pamoja kama walivyopanga. Lakini Layla anamwambia Smith kwamba anaondoka peke yake. Smith anaangua kilio, anamsihi asiondoke, lakini Layla anaeleza kuwa ana mipango mingi mbele yake na kwamba hahitaji mtu kama yeye tena katika maisha yake. Mwisho, Smith alirudi nyumbani akiwa na huzuni sana. Mama yake anamfariji. Kisha tunarudi kwenye sini ya kwanza ya stori yetu, ikimwonyesha Layla akisoma shairi la Smith ambalo ndio chanzo cha uhusiano wao. Alilia sana alipokuwa akisoma maneno ya shairi, akijutia kuhusu hadithi yao ya mapenzi ambayo haikuisha. Na huo ndio mwisho wa stori yetu. Asante kwa kutazama hadi mwisho.